I don't believe. I don't believe. Because what will happen is that growth will reject you. And if people keep you in that place, then those people will suffer in your hands. Because growth requires you to meet the demand. You cannot grow and not behave like where you have come to. Wanasifiwe. Hauwezi uka grow na ukose kubehave like mahali umekuja. There are two things that are going to happen in the process of time. Number one, hiyo level umekuja itakukataa. That's why some people, they were rejected by marriage. They were rejected by jobs. They were rejected by businesses. They were rejected by promotions. It's not that demon attacked them. They never carried themselves into that office. Number two, if you stay in the same place, people will have to suffer. Because maandiko nasema ole mwa taifa ambaye mfalme ni mlevi na anakula asubuhi. Hiyo ni kusema ya kwamba ole mwa watu ambao wanaketi chini ya mtu aliyeinuliwa na hajakubali kukaa kama mahali alipoinuliwa. Kwa hivyo, as a minister, as a leader in the house of God, if you be elevated, you must match up the behavior, your character, your mind, you are carrying yourself must match up to the elevation you have been elevated. If that church keep you in that position and you are not into it, that church will suffer in your hands. I tell you the truth. Or people will riot if people are able to riot. Or whatever was handed over to you will die. Will grow cold almost to nothing. The problem is not Satan. The problem is the person who was brought to an office. He never met the demand of office. Every office has a demand. Even office of being a wife. Ukiolewa usifikirie utaanza kubehave kama kasichana. Unashinda kurandaranda kwenu. Watu wa kwenu kwa kusahau. Mama yako hakusahau. Alikula mali. Kama alipelekwa si alikula. Wala malipa mahali. Si mama yako alikula mahali. Na nini nyingine anashinda kupigia simu. Bwana sisi. Kama unakuja peana mahali, wewe upeana mahali. Wewe useme ni bibi yangu. Msichana wenyewe umeiba. Wazee huko ushagu wa kuiti mkwe wanakuita mwizi. Kikao ya wazee kiketi kukutana, hawa discuss kuhusu mkwe, wana discuss kuhusu mwizi. That's the title they have in their head. Kwa hivyo you are a borrowed husband. Hata hiyo bibi yako kwako hapo na mashida mengi, maana kuna bibi kwa mzee wa kuomba. Na wewe ni vile if you want to marry, you must understand the cost of being a husband. Am I communicating? You see, some of the things really people call battles, they are battles because people have created an environment which encourages battle. Their demons will not fight you if you synchronize with where you have come. Will not. Because you have paid the price of being there. Wakati Musa alipoenda kuanza kuambia wana wa Israeli, sasa nataka tutoke, walimuuliza nani alikufanya movement? Who made you our head? Who made you our leader? He had not paid the price of leading children of Israel. And that is why the next minute he was in the house of his father-in-law Jethro for 40 years to pay the price by serving Potiphar well. And then when he came back, nobody asked him, who gave you permission? Nobody. So when you need to have an answer, who gave you permission to be husband? Who gave you permission to be wife? Who gave you permission to be an MC? Hey. Who gave you permission to be a president? You see, one of the problems we have in this nation is our head has never, he has never carried himself to the office he entered. He's still campaigning, broker. Bado ni broker. Anabroke mabarabara, anabroke airport, anabroke, anatafuta kitu ya kubroke. Because in his head, he has not become a president. That's why we keep saying, I'm president. If you really marry well, you never need to announce in your home you are the husband. What for? You will never need.
If you really synchronize with an office, you will never need to affirm to anybody. Actually, people will call the office even before you arrive, because you are behaving so much like the office. Your spirit has already arrived. The one who is behind is your body. And very soon you catch up with it. Are you with me? So you can't be a praise and worship. And you just want to stay like a normal member. You can't. You can't serve in this church and behave like a normal member. You can't. Then become a member. I will never have a problem with it. Because we are not placing demand on it. But when you are placing demand on it, what are you giving us? You understand? That was the point I wanted to drive. And it's not in the ministry. It is across the board demand. You can't be a manager of a company and you are behaving like a cleaner. That company is going to perish, and you are praying and people are praying. And problem is not Satan, it's a bad manager. The only prayer to be answered is for you even being born again. Speaking tongues 8 hours, what needed is for you to be fired, for that company to stand. Because it is in a need. It is a vacuum of good management. Somebody who knows the manager. You can't be a manager and people, you are arriving late over everybody. You are the last one to arrive in office and you are the manager. When you are a manager, you CEO arrives earlier. Ukiangalia most of time, ukienda to these buildings, in these companies, wacha sio kuripoti kwa office, kuripoti kwa kazi. Ule mtu anaripoti the earliest ni mwenye kabodi. Anafuatiwa na the CEOs na board of managers mpaka the last person. Ule mtu mwingine anaripoti mapema ni cleaner, na yeye anaenda nyumbani mapema. Lakini cleaner aliripoti mapema akaenda nyumbani, mwenye kampuni anafanya kazi mpaka saa hii. Because the demand on him is high. And if he does not carry that company with such a precision, the company will die. So the same way. So ile life unatamani kukaa, begin to understand what's the price of that life. Because a lot of you, what you are having is this madness you are betting. You're just having hallucination of a certain lifestyle. That will come by luck. There is nothing like that. Every lifestyle a man is living is paying the price for it. And if somebody is not paying, somebody paid for you. Either your father, your parent, or somebody just like them paid for you. But there is nobody living a life that was not paid. There is nothing free. Even for us to be saved, to be gathered here, saying Jesus is Lord, Satan scatter, and you have confidence telling Satan scatter, it's because Jesus died. He paid the price for the authority you carry. If Jesus did not die and rise again and empower us with the Holy Ghost, you won't have that authority. And you want to know, go ask anybody who told Satan to scatter and he didn't have authority. He will tell you the deuce he was shown by Satan. The son of Sceva. They said in the name of Jesus, the one Paul preaches, God, hey, come here. We need to have a conversation. You need to answer to us. Paul will know, Jesus, who are you? And they were given the beating of their life. It was seen worthy to be written in the scripture for learning. Because there are some people, they are suffering because they engage Satan. I tell people, if you have to engage Satan, be very wise. Don't just have an against Satan. Some people, they are suffering because they engage demons. Pastor said we engage and we engage. And you knew your subscription to Christ and you are lively to Christ and your subscription to sit under spiritual authority is not in order. You have broken all of them. Because you can engage Satan in the name of your father. And if you have not broken relation between you and your father, that will work for you. You know me, I'm not good, but my father is good. I'm just going to go behind my father. Anyway, that's not my sermon. My sermon is dimensions, not dimensions. I love the word. Why do good people suffer? Kwa nini watu wazuri uteseka? Wangapi washaijiuliza hiyo swali? Watu wazuri, watu wameokoka. Watu wanakaa maisha wameokoka, wana Yesu. Watu wanaomba, mbona wanateseka? Ni nini inafungulia hii mateso? Huyu shetani anapita wapi? Salimia kumwambia today. Be ready for an answer. Bwana sifiwe sana. Elewa hivi ya kwamba
ya kwanza ni hivi ya kwamba wakati Mungu alipomuumba mwanadamu hakukuwa na mateso yoyote ama dhiaka yote ama shida yoyote kwa maisha ya mwanadamu. Maandiko yanasema kwamba actually Mungu ndiye alishuka kutoka mbinguni, akaja akaipanda shamba la Edeni, akaweka kila aina ya matunda na mito mizuri. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na mito ya kutia maji, na maandiko yanasema ya kwamba hata kulikuwa na sehemu ya dhahabu tu inaitwa the golden side. There was a gold, where there was gold. Dhahabu haikuwa chini, ilikuwa huku juu tu. Lakini wakati mwanadamu alifanya dhambi, poof, akatolewa shamba la Edeni. Kwa hivyo kitu moja kinafanya watu wateseke na wapitie maisha magumu ni dhambi. Tunaweza mtu mwambie ni dhambi. Na ndio nataka kuleta ujanja ule uko ndani ya dhambi. Sasa pastor, unataka kusema ni dhambi na Yesu alikufa msalabani akalipa gharama ya dhambi. Alikufa msalabani akalipa gharama ya dhambi. Lakini muulize swali. If the president really want to screw my life today, most of things is going to likely to look for me ni kesi ya kuniekelea niende kotini. It's hard for any powerful person to work against me without legal matters. Hata serikali ikiona kuna mtu anasumbua hapa na pale, wanatafutanga kama kuna mahali hapo na kakesi. Kala kakesi kanatolewa, kanapelekwa kotini. Kwa hivyo shetani anapenda, amewekea watu wengi makesi. Yesu aliwasamehe dhambi kweli kabisa, lakini hizo dhambi zimefanya wamewekewa makesi, na wengine wajawahi toka kwa hizo dhambi. Na ningependa nieleze vitu tatu muhimu: sin, transgression and iniquity with a lot of speed. Number one, sin is missing the mark. Nipate mtu mmoja hapa haraka aje mbio. Aje mmoja mbio tu hapa, simame hapa. Simama hapo. Niangalia mimi. Na hizi ni baraka za Mungu. Usisonge. Dhambi inamfanya mtu asisongee karibu na Mungu. Dhambi inafanya mtu yeye asisongee. Njia ya mtu kusongea ni kuconfess, kurepent na to be broken. Sina masaa ya kwenda Isaiah 51, Psalms 51 pale chini. Maandiko yanasema a broken heart and contrite spirit. So now let's give for example, hizi ndio baraka. Nipate mtu mmoja tu, mtu mwingine kuja Julius. Wewe sio dhambi lakini kwa mfano. Simama hapa hivi. Tuseme hizi ndio dhambi za brother Hassan. And mimi nimeweka baraka huko. Nimewekea Asa baraka. Nimemwekea Asa baraka. Nimemwekea Asa baraka. Lakini Asa ameamua kukaa na hii dhambi. Na dhambi ni missing the mark. Dhambi inamzuilia mtu asifikie hatima na afikie hatima. Ni kutofikia makusudio yako. Kwa hivyo mtu yoyote anakaa kwa dhambi, anaishi akitenda dhambi, amesynchronize na dhambi, ile kitu kitapatikana ni ya kwake, ni ya kwamba ijapokuwa hizi vitu ziko available, it will miss them. That is why God has given us everything pertaining life. Why is it not with men? Because some men, they have chosen, wameamua kukaa maisha ya dhambi. Shetani amewauzia dhambi, amemarket dhambi. In a way, they have loved it. Now, because of loving it, now they have missed the mark. Can you try to come? And you make sure it does not come? Now, this is what is most of time happening in the lives of many believers. They really want to go, but sin has stood before them. So sin causes you to miss the mark. When you live in sin, you discover your life is full of missed marks. Ulikuwa na marks ya kuoa, hukuoa. Ulikuwa na mark ya kujenga, hujajenga. You missed it. Somehow you missed it. Because wakati Adam na Hawa walifanya dhambi, wali miss Garden of Eden. Do you understand? God bless you. Saidieni hapo. Number 2, trespass. Because I want to go
a lot on those two. I want to focus on iniquity. Trespass ni kuvuka mipaka. Trespass most of time inakuwa katikati ya watu na Mungu. Kwa hivyo watu wengi wamevuka mipaka katikati ya watu, wakavuka mipaka wakaingilia maisha ya watu, wakavuka mipaka wakaingia kwa watu, na wengine wakavuka mipaka wakaingia mahali ambapo Mungu hakutaka waingie. Tunaelewana? Kuvuka mipaka. Kwa hivyo mtu amewekewa mipaka. Kuna mipaka ambayo mtu amewekewa, anafaa kukaa kwa hiyo mipaka. Kwa mfano, mipaka ile tumewekewa ni uolewe na bwana mmoja na uowe bibi moja. Lakini unaweza vuka mipaka uongeze bibi, kwa sababu unasikia iko pesa ya kulisha wanawake, na unasikia nguvu iko pia. Bwana asifiwe sana. Na unasikia kwamba huyu mnasumbuana kidogo, unahitaji mwingine. Umevuka, wenye umeongeza tu bibi, umevuka mipaka. Utaniambia watu walikaa na bibi kule kitambo, ndio kweli, lakini walikaa nao kwa kuvuka mipaka. You understand? Hata wale waliongeza mabibi kwa Agano ya Kale walivuka mipaka. Na ukienda ufuatilie, utapata kuongeza bibi kwao kuna mahali kulileta matatizo. Kwa mfano, wakati Abrahamu aliambiwa na bibi yake, chukua ika mwanamke, kweli alichukua, lakini mpaka wa leo Israeli anateseka na ule mtoto alizaliwa. Maana ule mtoto alizaliwa kwa area za kuvuka mipaka. Hiyo mipaka, mtu akivuka mipaka, mambo mingi anafanya pale sio mazuri. Na Mungu apeanangi garantia hapo. Unajipanga na mambo ya kuvuka mipaka. Wakati Daudi aliishi vizuri, maisha ya Daudi ilikuwa imejaa utajiri, ilikuwa imejaa amani. Hata alikuwa ameacha kwenda vitani. Anasema kama sasa vile sijakuja kesha wiki ngapi? 3. Hii ilikuwa training. Hiyo nyingine nilikuwa Eastern. Hiyo nyingine sikuja. Nilikuwa tu mahali nyingine. Nataka niwape report. Mimi ni apostle. Mimi sio pastor. Lakini kuna watu ambao wanaongoza kesha, wanahubiri mikesha na ibada inaendelea. Maana utajua umekuwa mkubwa wakati you don't have to carry every responsibility. You have grown up people. You have grown people who are in a capacity to carry responsibility, which is a good blessing. Lakini wakati Daudi alivuka mipaka, alianza kukimbia na upanga. Kwa hivyo kuna mambo iko kwa watu kwa sababu alivuka mipaka. Ndio usiolewe na mtu huko shua. Maana ukiolewa, ukitoka kwa hiyo ndoa, ukiingia kwa ingine yoyote, hata tukikuombea kuna mipaka imevuka. Tutakuombea lakini kuta mipaka imevuka. Na uhubiria tu, maana hii kesi nikihubiri, pastor Chris atataki kuhubiri hiyo kesi. Maana nikihubiri hapa niseme hivyo hapa nitabaki peke yangu. Maana mtu yote sio virgin, ni bibi ya mtu. Wewe umeolewa hujaolewa, wewe ni mama. Kwa sababu mtu yote umelala na mkuu huyo mwanaume ni bwana yako. So sitaki niingie hapo, acha niendelee na kuhubiria kidogo ndo. Nirudi upande huu. Bwana Yesu apewe sifa. You understand? So trespassing, unaweza trespass against God. Unaweza ingilia mambo ya Mungu ambao hauna ruhusa. Kwa mfano, haufai kukula tithe. Ukikula tithe umejifanya pastor. Hata kama ni yako, umejifanya priest, si high priest. Kwa hivyo utapigwa vita ya mapriest. Hatari ya kula tithe ni ya kwamba utapigwa vita ya mapasta. Kama ni mwokovu na unajua hivyo, kwa sababu umekula pesa ile umewekewa na ukakula ile hujawekewa. Hiyo ni priesthood. Umevuka priesthood godly boundaries. What you see in your life, it is battles that are not ordained for members, are not ordained for members. Utaanza ku notice in your life vita ya wachungaji, vita ambayo inapigwa watu wanakula tithe. Shetani ataona mwangaza ya tithe kwako, aseme hapa kuna mwangaza ambao ile tunapigana. Bwana sifiwe sana. Kuna ibada ufai kujifanyia. Hauwezi ukaombea mafuta na ujipake. Ukiombea mafuta na ujipake umevuka mipaka. You can't be a priest and the one who is being prayed for. Wakati Sauli alipoenda akachinja sandaka, kwa sababu hakuelewa what is doing, aliona ikiwa rahisi, akasema ambini hawa wanakuja,
tuko karibu kumalizwa. Samueli ameamua kwenda kukaa huko akifanya whatever I don't know. Si hivyo ndio unafaa kuongea? Because ukifikiria kama Sauli, where have you been for 7 days? Tulikutumana siku 7 pastor, tulikuandikia barua, tukakwambia hapa sadaka tumekuja. Tunataka tu uchinjie Yesu. Sadaka si tumeleta. Sasa umekaa, tumekugoja Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Si tulichoka. Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati Sauli alipokata shingo ya kondoo, Samueli akatokea pale. Kuna mambo wakati utaifanya ndio utaona pastor akitokea pale. Akamuuliza, wewe kata, ufanye nini? Umevuka mipaka, umeingia environment. Na Wakristo wengi wamefanya hivyo kwa sababu watu wanawadanganya hivyo kwa TV. Kwa sababu they don't teach you priesthood. And because of not being taught priesthood, umeanza ku carry out priesthood works. Alafu sasa unaonekana parameter haufai kuonekana. Sasa unaanza kupigiwa hapo vita. Number 1, Mungu anakukataa. Ukivuka mipaka uanze kuingia malango Mungu akuoni, rejection ya Mungu. Kuna dimension Mungu anafunga. Na one day a dimension of glory you will never enter. Because umevuka mipaka. That's where Saul, hapo ni walianzana na Mungu. Enda ustadi. Hapo ndipo Mungu aliongeza kisirani na Sauli. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo trespass, una trespass against Mungu na watu. Kuna vile naweza kukudini na wewe na nivuke mipaka kama pastor. Kuna vile mpaka nimewekewa kama pastor kwako wewe kama mshirika. Lakini mimi naweza vuka mipaka. Nikivuka hiyo mipaka, I have sinned against you. As a member of this church, God will look at me as a trespasser who have sinned against you as a member. Na ndipo there are 2 people stood where walisimama wakasema ya kwamba mmoja akiwa Samueli akasema ule mtu nimemchukulia kondoo kwa sababu mimi ni kuhani. Kwa hivyo nikusema ya kwamba mtu akiwa pastor anaweza chukua kondoo ya washirika. Hiyo ni trespassing. Bila akitumia ukuhani, nikitumia upasta, ninakupeleka hivi alafu naniletea kondoo. Sasa nimetumia upasta na kwa hiyo nimetrespass. Nikabeba kondoo kutoka kwa kijiji yangu. Nishawapia hii story. Huyo mama alikuwa mshirika wangu, nilikuwa Murang'a. Muradhi alitembea kwake na pastor alitembea kwake. Akasema raika saika. Rabi rekiki rikaka saika ria. Hivi ndivyo Bwana anaposema. Kesho asubuhi, hii ni true story. Ukiamka, ile ng'ombe unakamwanga, Bwana anasema, malaika anasema ukafunge kwa mti fulani. Ule mama alikuwa mzee. Akaamka asubuhi, akasema malaika alisema hiyo ng'ombe aende akafunga kwa mti fulani. Akafungua ng'ombe kutoka kwako, akakamua hiyo asubuhi na akaenda akafunga kwa hiyo mti. Alipofunga kwa ile mti, si yeye ameenda nyumbani. Ule alikuwa anasema rabi raika saika ria. Akakuja akafungua akapeleka kwake. Sasa mama alimeenda kutembea kwa pasa akapata ng'ombe yake ndiye inakamuliangwa huko. Hiyo ndiyo alivyotoka kanisa la Ngorino na offend. Hiyo ni kutumia, ni kutrespass. Ukitumia mamlaka. Pia wewe unaweza trespass. Ukitumia mamlaka ya kazini, unaambia wasichana kabla niwape kazi mnanionjesha. Ni trespass. Hata ukilala mtu sio bibi yako, ujue umevuka mipaka. Yawe ni bwana yako, sio bwana yako, sio. Kwa hivyo kama umenguza mtu na umenguzwa na mtu, mjue mlivukanisha mipaka. Mnafaa muende Hallelujah. Uliza mtu mipaka, umevuka mpaka wapi? Amesema wapi? Anaelekea Mombasa. Na roadblock ilikuanga Adriba. Ako Mazeras. Na roadblock alivuka Adriba. Bwana asifiwe sana. Vile umevuka mipaka ndio maisha yako sehemu nyingi zinakuwa na issues. Now let's come to iniquity. What is iniquity? Iniquity ni nini? Iniquity is a crooked behavior engrafted in a man. Yani iniquity
ni crookedness within a man. Psalms 83 verse number 6. Media nikitaja scripture mnaitoa haraka. Niko na very short time. Saa 8 namaliza. Kwa hivyo niko na 30 minutes. The ten of Edom and the Edomites, the Moab. You need 83, 38, 6, not 83, 38. 38:6. I am troubled and I'm bound down greatly. I go mourning all the day. That's scripture. Can you give me Lamentation 39? Give me Lamentation 39 and the Lamentation and Leviticus 3:9. You know, I was writing these notes when I was in a class. Because I'm download came when I was in a class. So I was just right. Verse 99. Verse 9, not 39. Verse 9. He has blocked my ways with a horn stone and has made my path crooked. Kwa hivyo iniquity ni wakati ni ile hali ya mtu anaishi na crookedness. Ndio unasikia mtu mmoja hapa yeye anaitwa mtukufu. Lies. The crookedness in that person, he can never say truth. He has lived in a lie until lie has become his way. You understand? So kuna dhambi ukiishi ndani una synchronize na hiyo dhambi inakuwa your lifestyle. Now one of them is crookedness. Iniquity is a deeply rooted corruption in the heart of a man. Iniquity ni corruption inaitwa aje? Acha hiyo ofisadi ile ya muozo. Ni muozo ulio ndani ya mtu. Ni corruptness ile iko ndani ya mtu, deep rooted. Unaona hawezi akaacha masturbation. Maana iko deeply rooted inside him. Iniquity is a premeditated persistence immorality. Mambo mengi ya iniquity mtu anapanga, anachora. Mwana niliwaambia kwa mfano wale tulikuwa hapa tukiomba asubuhi. Uwezi ukafanya usharati kibahati mbaya. Kama iko ni kadogo hivi. Kadogo hivi. Iko lakini kadogo hivi. Na mmoja wenu alikuwa amepanga hiyo kitu. Ni vile wewe you are caught. Ule mwingine alikuwa amekuchorea. You understand? Lakini hii watu wanalipa gari, wanahama Nairobi, wanaenda Naivasha. Unaingia kwa hoteli. Kutoka hapa mpaka Naivasha hakuna mahali sauti ya Mungu. You understand? Hakuna mahali Mungu alikwambia mnaenda kufanya dhambi, muache. Hakuna mahali ulisikia whatever we are about to go is not good. Lakini kwa sababu ni premeditated, imepangwa vile utaenda utaifanya hivi, na ndio watu wasijue utajificha hivi. Ni premeditated persistence. Na ukishamaliza unauliza na tutakutana lini tena? Because the reason why unataka kukaa kwa hiyo ni kwa sababu ndani yako kuna deep rooted corruption. Kile unafiri na usharati ni hiyo deep rooted corruption. Lakini umeokoka, hallelujah. Lakini umeokoka, maana umeokoka. Nimesema number 1, number 2 ni inner willingfulness. Yaani kwa kupenda, kwa kutaka. Kwa kupenda, kwa kutaka. Unafanya haya mambo kwa kupenda, kwa kutaka, sio kwa kusukumwa, sio kwa kukuzuili, kupendekezwa na watu, hapana. Wewe kunapata hata hiyo kitu inakufurahisha. Iniquity.
Ukiangalia vile Daudi alichukua bibi ya wenyewe. Alichukua willingly. Maandiko anasema akauliza, "Je, ule ni nani?" Wakamjibu, "Je, ule si bibi ya Uraya?" Bibi ya akwambia ule sini. Na unajua wakati wanaume wanaenda vitani, wanaume wote walikuwa wanaenda vitani. Kwa hivyo wanawake walikuwa wanaogaonga uchi huko peke yao kwa sababu hakuna wanaume. Ndio unaona ndio ilikuwa illegal kwa mwanaume kutoenda vitani. Kwa sababu unabaki ukifanya nini? Wamama walikuwa wanabaki huko na watoto peke yao. Ndio wamama walikuwa wanatembea uchi, wanafanya vituko huko peke yao. Sasa Daudi amebaki huko wakati wa mzee wameenda vitani. Tikisa mtu mwambia wakati wanaume wanaenda vitani, acha kubaki nyumbani. Kuna vitu utaona itakuletea shida. Wakati wa prayer and fasting, acha kukula. Funga. Tikisa mtu mwambie funga. Kama vile tunaanza Tuesday. Praise the name of the living God. Nishaongea mambo ya sin is missing the mark. Number 3. Iniquity is a persistent corruption. Yaani unaendelea kwa njia mbaya na unaendelea tu na unaendelea. Kwa hiyo na vile tunahubiri hapa, haungeuki, unaendelea tu. Tunasema wacha hii, uache, unatuangalia, unaendelea. Tunasema hii ni mbaya, unatuangalia, unaendelea. Ni kwa sababu ni deep rooted persistent corruption. Ni condition iko ndani yako. It's like you, ni kama wewe ni mgonjwa. Hata wewe mwenyewe you are desperate over that condition. Your condition imekutake over, inakutawala. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Unaendelea kwa njia mbaya na unaendelea kwa hiyo njia mbaya. Hata watu wakiongea usikii. Unashangaa mbona usikia? Wewe ni umeshaishangaa. Daudi amechukua bibi ya wenyewe. Bibi amemwambia ameshika mimba. Bala Daudi aseme ya kwamba tutafanya nini? Amechora dili ya vile ataekelea huyu jamaa. Huyu jamaa ameruka. Amechora vile watamuua. Maana dhambi itaendelea kupeleka kwa dhambi. Iniquity itaendelea kupeleka kwa iniquity. Itaendelea kukuingiza deep. Itakupeleka ndani. Utafanya usharati, utashika mimba. Watakwambia uweze kusurvive shame ya mimba. Piga flash. Hata ufikiri. You don't process. You just flash. Kwa sababu wanakuingiza ndani. Ndani kabisa. Iniquity iko na teknolojia ya kuingiza mtu ndani ya ushetani na asikii sorry. Na asikii vibaya akikuja kanisa kunyonya mikono. Wastahili wewe. Bwana, wengine macho ishakauka. Iniquity kuna wakati uko remorseful. Na usipodina hiyo gift Mungu amekupatia ya kuwa remorseful wakati uko kwa dhambi. Maana maandiko yanasema wabarikiwa walio remorse. Kiswahili ni kusema aje? Walio na remorse. The Sermon on the Mountain, Matthew chapter 5. Na si wanyenyekevu, wanyenyekevu watairithi hii dunia. That is not wanyenyekevu. Blessed are the, is it not the meek? Inaitwa aje? Let me show. Wamebarikiwa walio na majuto. Maana nini? Sio hapo. Hiyo unasoma wewe, unasoma ama unadhani? Nasema tu lakini nasema kwa Bible sasa iko kwa akili. Soma Biblia. Aha. But the Bible says, blessed are those who Inasema blessed are wanaolia, maana they shall watafarijiwa. Ni baraka ukifanya dhambi uwe na hali ya kulia. Lakini kuna mtu utaishi kwa dhambi mpaka hiyo hali ya kulia inaisha. Unakuja tu hapa, Father we give you praise. Shala baganda. Ribo shatala zatuka. Yakakakaka. Wow. Zedededede. And you'll be shocked. Na
grace ile iko. Maana maandiko yanasema where there is sin, grace abound more. Shida ni ya kwamba kuna vitu kwa maisha ya huyo mtu you will never see no matter what. Utashangaa na huyo mtu vile anatembeanga na Yesu. Tukimalizana hivi ananiambia nisaidie na mbao tu. Chumi ni mbaya sana, mbao. Kitunguu na nyanya. Kamchele kako nyumbani. Ule ndugu vile aliwapelekesha kapa iratumba kia barasua palate. The kind of poverty he has is not concurring with the life of prayer. And then you are shocked to us what might have gone wrong with this brother. I will show you. Because he's a good brother. Now unjue kama kuna watu shetani yako after, number one, if you are gifted. Satan will be more after you than anyone. If you carry grace, Satan will be more after you than anyone. If there is any dimension of God in you, Satan will come in your home until he gets you. Bwana asifiwe. Hallelujah. Iniquity inaongozanga mtu kwa dhambi ya bloodline. Na shetani anakujaribu akitumia the bloodline iniquity. Enda uangalie zile vitu za wokovu na struggle nazo. Ukienda nyumbani, ukistudy maisha ya watu wengi, you will discover they struggle mostly with those things. Is a bloodline issue. Solomon, maandiko yanasema ya kwamba, I think Kings chapter 1, First King chapter 1, First King chapter 11 kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yanasema ya kwamba wakati Suleimani alikuwa ametawala, kitu ilimuingia tu. Maandiko yanasema ya kwamba na Suleimani aliwapenda mabinti ambao ni strange. He just loves strange women. He found himself in love with strange women. Na kwa sababu ya kupenda strange women, walimupoteza. Ilibidi Suleimani katika nchi ya taifa ya Israeli ainue madhabahu ya Dagoni, ainue madhabahu ya mungu wa Misri, ainue madhabahu ya Waamoni, ainue madhabahu ya Wasodian. Aliinua altars. There were so many evil altars in the land. How did Satan succeed to plant demonic altars in a holy nation, in a elected nation, in a selected nation, in a nation whereby God was supposed to be worshipped? He used an iniquity in a man called Solomon. Shetani hakujaribu Solomon na pesa, alimjaribu na wanawake. Shetani atakujaribu tu sana. Angalia ile area uko more tempted. Hiyo area ndio kuna family iniquity. Na hiyo area shetani ataitumia kukumaliza wewe. Na ujue shetani mara nyingi akishaweza kupanda iniquity ndani yako, I maximize sasa. Kuna time shetani hata kuja kwako Pastor Timothy. And by the way, this is what I saw. Nitaongea kwa mifumbo. You cannot run 160 kilometers per hour speed on foot. You cannot. You will endanger your own life. And one is your heart, not your feet. When ukikimbia, your heart races. So you can even collapse and die just by running. You didn't have a problem. It's you expose yourself to running. That running had brought issue in your heart. And then you die. Hata niliona gym, tunakuanga ameandika hapo kwa treadmill. Ukianza kupumua sana, acha na treadmill. Regulate heartbeat. The second, if you make an accident, you scatter into pieces. Because speed, mwili yetu ijaumbwa the impact. So mtu akitaka kwenda speed za juu, anajienvelope in systems. Number one, you're not kuna magari kwa mfano. Ukiwa kwa gari, unaweza enda vizuri, hapo 100, hata gari, hata kama speed imefika huko, wanasema. Na kama ni gari wameweka ikimbia hivyo, utadiscover wameweka good cushioning.
In case of accident, they have bags everywhere. So that is what, if you don't understand, simulator. Bwana sifiwe sana. Tulikuwa kwa iniquity, bloodline. Shetani atakuja kwenu. Ujue shetani akikutaka Julius, ata-invest research. Already ameweka data. Kwa hivyo number 1, akikutaka sana, anaingia kwa archives. Wanasema, huyu Julius, tunataka kumpeleka chini, anatusumbua sana. So wanapiga hapo kwa kompyuta yao, tang Julius. Wanaangalia kwenu mlifanya dhambi gani. Wala watu, baba yako ni dhambi gani aliishi ndani, babu yako, baba ya babu yako, nyanya yako, mama yako. Wanaangalia, wanakuletea moja. Wanaona your reaction. Na kwa sababu damu yako inaelewana na hiyo dhambi. Uenda tukukute ndani. Ndiko na niliwaambia hapa juzi, nikuambia waende wakaombe. Nilikuwa nawapea prayer point kama watchers. Nikamwambia this is a prayer point, but this prayer point is not for this church. Ni a body of Christ in this territory. Nilikuwa nawapea prayer point. Naambia hii prayer point muiombe, hivi ndio shetani anataka kufanyia wachungaji na kanisa la hii area. So tusimame kwa mwanya. Niliwaambia Sunday, tukakutana na Ndiko on Saturday. Hakaniambia Skofu Apostle, ile kitu ulituambia mtu mmoja ashakamatwa, ni victim. Sasa tulikuwa tunaongea na mtu mmoja, siendi in detail hiyo mtu, maana mbona nataka nikwambie detail ya man of God. Nilikuwa naongea na one of our chairman, nikimuuliza na hii jambo mnaiando haji. Akaniambia gani? Nikamwambia hujasikia 1 2 3. Akasema achana na huyo. Hii sio ya kwanza. Tumekuwa na makesi. Now, nilikuwa nataka kuletea point. Satan will want you to stay in it. That's where some of you are in iniquity and you have never seen the repercussion of your iniquities. So nikikuhubiria, I'm a liar. I'm fake. Mimi ni fake. So nikikuhubiria, what I'm preaching to you, you have not seen impact. Satan has not seen benefit in maximizing the tool he has. Ushaishangaa pastor amefanya usharati miaka 20 hajaishiko. Alafu wakati ameinuka, amekuwa kwa TV, kila mtu anamjua. Pastor called rent and the pants down in an hotel. Unashindwa hawa watu walishika pastor for 20 years, walikuwa wapi? Ushaishangaa? For 20 years walikuwa wapi Zefania? Wakiwa na pastor na hizi tabia. Ni Satan hakuwa na benefit kwa wewe kushikwa. He will wait until you are in a platform whereby you are falling, will really scratch you. That is why when David was in his prime in kingdom, is when they said, set him up. Connect. Aka connect. Make sure this woman gets pregnant. Make sure this woman comes back. And do you know what that did to the house of David? Oh, you need to know. Hiyo usherati. Maandiko anasema wakati Nathanieli alipokuja, ndio nakwambia saa zingine lala kifundifundi lia mbele za Bwana. Kuja kesha ya Saturday. Utupembeleze tukupe funguo na utupembeleze twende nyumbani. Ndio ukiambia Bwana hapa, nguza hii sehemu unaegelea mkono. Hii sehemu Bwana ndio inanisumbua. Hii sehemu ndio inanisumbua Bwana. Niko hapa Bwana nakulilia. Hii ndio inanikula Bwana. Kabla inimalize Yesu niokoe na hii sehemu. Kuko peke yako. Bwana sasa. Unalia usiku kutwa. I tell you. Corruption nimekuwa ukiiba pesa ya kampuni. Lakini haujaishi. Wakati Daudi alipolala na bibi ya Uriah 2 years down the line, Nathanieli akafika. Akamwambia there is a man. Amekuwa na mali nyingi hapa. Na imagine ameacha mali yake yote. Ameendea mtu ako na kambusi kamoja. Daudi akasema mtu anafaa kuuliwa. Uwezo kufanya kitu kama hicho. Hiyo ni ubaya. Mtu anafanya ambaye mfano umetulia kidogo. Huyo mtu huyo.
Uliacha wanawake hao wote ukaenda kwa Ulaya. Akamwambia mtulia, Mungu amekusamehe. Now, tukapche mambo ya forgiveness, you are forgiven. Akaambia Mungu, salimia mtu mwambie usharati tumefanya yote, kutubu utasamehewa. Lakini niko na habari fiche ambao ndabijua. Akaambiwa ya kwamba kwa familia yako hakutaikosekana mtu ambaye anafanya nini? Anafanya mambo ya kutisha kama kushika wamama kwa barabara. Mtu anafanya dhambi za ndani, dhambi za ajabu ajabu. Yaani hautakosa mtoto kimama. Sijui sasa kimama hiki. Yaani ushaiona watoto wengine wako kwa boma unashindwa huyu alizaliwa aje? Hii familia ni ya watu wazuri, ulitokea wapi? Maana kuna mtoto mmoja tu ni kamwizi akasikiangi kamekatwa panga hapa, kamekatwa ingine hapa, kamegongwa hapa. Hii njicho ioni mzuri. Hawa watu wengine wote ni wazima. Wanaongea kizungu ya British. Wanaongea bila wako Cambridge University, we are pursuing our education and we will thank God that we have one brother. Hata baba wa familia hawezi akajua, lakini akitrack utapata siku moja akiwa manager kasichana kalikuja kuomba kazi, akarudisha ofisi akaweka konchi, kaambia ukipiga nduru na kuwa na kuweka. Kasichana kenyewe atakaa kuwa anajua mambo ya mapenzi, kalikuwa kabikira, akaiba ubikira, akaharibu maisha akale kasichana. Alipotoka hapo ajui kalienda wapi, kumbe kalienda kujinyonga. Yeye ajui story. Lakini kuna manifestation ya iniquity ndani ya boma yake. Hata mwingine ameokoka, but you cannot explain. Hii kimama hii ni ya nini? Shetani, Mungu umeamua kuniaibisha hivi. Watu wakikuja kwako, karibu naambia mtu. Inabidi unajenga boma mbili, front home and back home. Hii back home ni ya hii kimama hii. Wageni wakije ni ya kuficha yale mama. Mungu akamwambia ulilala na bibi ya wenyewe umeficha. Wako watalalwa na wao mchana. Na ya kushangaza wao kulalwa na mtu ambaye unajua tafadhali mtu aije alale na wao. Lakini sani yake Absalom ameinuka. Amesema wapangwe kwa paa. Aonyeshe Israeli vile yako na nguvu. Anaweza manifest not to one, more than 3 women. Direct. Shame. You can imagine the shame on David. How did Satan manage to pull this thing in the life of David? How did Satan succeed to orchestrate such an embarrassment in a nation? How did Satan succeed to execute such a wickedness in the house of a man who is after God's own heart? Iniquity was not dealt. And that is why Psalm 51, it is David after analyzing, ameanza kushughulikia hii kitu imemletea hii shida kubwa hivi. Wakati Suleimani ameingia to power, shetani akaamua tunataka kumaliza Israeli, tunataka kunyorosha vizuri. Kasema hakuna shida, mleteni tu wanawake. You will not survive. You will not survive. Mleteni tu wanawake. So shetani atakujaribu na bloodline iniquity. Kwa sababu anajua he has been investing in bloodline. Na kama kuna kitu, kuna dhambi unavaa kuchukua muda kudeal nayo ni bloodline iniquity. Dhambi ya kule umetoka. Na ukitaka kuijua, enda uangalie watu wa kwenu. Na ukitaka kujua vile maisha yako kuna chances ya kwenda, angalia watu wetu. Angalia. They are study case ya maisha yako. Usifikirie mambo mengine hizi ikakuja kwako. Never think of that. Never wake up one day na useme where I have come such things cannot happen to me. It's a lie. Never allow your mind to deceive you. You can only say that
Either I've entered into covenant with God, I have entered into agreement with God, and there is something I have subscribed my life into, so that things will never happen. But weka kuseme watu wanakuanga fake sana. Sasa mtu anafanya kitu kama hii. Daudi anachukua tu Biblia wenyewe na wanawake wapo. Kuna tofauti ya tamaa na shetani kuamua kukushughulikia. Hizo vitu mbili tofauti. Tamaa na shetani anasema I want to deal with this guy. Anaenda kusimu, ana collect demons zote za perversion na sexual immorality. Sinakufuata hivi kama vile unaona mkubwa akifuatwa na watu. Sija kuingia, sinatafuta nafasi. Sinakufuata demon kama 300 za usharati, 400, 1500. Sinakufuata hapa nyuma. Perversion, mapepo ile dangerous. Marikia wa baharini. Mkubwa wa the queen of the coast. Shetani amesema I want that man down. Kwa hiyo hata wale wako na spiritual eyes wakikuona wanashindwa, what might be happening to your life, because the kind of demonic presence, alafu anaanza maana inaanza kukuea down, alafu anaanza kukuletea tusichana tumeoga na tukajipaka perfume imetengenezwa kusimu. Kuna perfumes zimetengenezwa kusimu, ukinusa tu hivi unasikia kufanya isharati, kunusa tu mwili unasimama. Na kuwekea kamoja kwa hoteli mahali unakunywa chai kanakuja tu. Kashetani mtu. Huyo sio mtu. Ni kashetani mtu. Maana uso haina alama yoyote. Ni kama hajawahi umwa na umu. Hizi pimbo za teenager usijai mungusa. Unajua kuna hizi pimbo za teenager unakaa nini? Maana mosquito wanafanyanga press ups. Usihapo na hata unajichukia bure. Usichukie ni nature ya maisha. Hili ni complete ziara wewe ni mtu. Nashindwa na hii malaika imetoka, alafu mashetani hapa nyuma. Shetani mtu mbele yako. Alafu tu hapo unakatamani. Na unajua maandiko yanasema anayetamani mwanamke amelala na yeye. Demon zinaingia ndani yako, demon 3000 za usharati. Unalipa lodging sali. Unatoka kwa nyumbani kusema rabakasha. Rikapata. Ndio mtu ombeanga sisi watu. Tumbisa mwenzangu mwambie ombeanga basi. Mtu ombeanga. Haki mtu ombeanga. Haki cha ukweli mtu ombeanga. Vile sisi tunawindwa. Wanaanzana na huyo mtu. Hiyo siku wameaccess. Ujue mtu labda alikuwa na a lot of people under him. Hao watu wote wameingia chini ya shetani automatically. Ministry wana infiltrate. Within 6 months ule mtu amepiga mileage mpaka ana depression yeye mwenyewe, kwa sababu amelalisha tusichana kwa kanisa kila Sunday kasichana na pengine katikati ya wiki. Maana akilala nato anatu spiritually infect demonically, because hata yeye ajui kila how did Satan succeed. Alitumia iniquity. Wali study wakaona this family is like that, and if we get a chance to keep persist well, we can get this man, and within no time a ministry somebody is done. Satan has finished that person. Mnasema watu ni wabaya. Sio watu wabaya. Hiyo mtu sio temptation alikutana nayo. That's why you should have a spiritual coverage, because wakati such a life will happen to you, you will know they are demon power. Utaanza kuangalia wadada zaidi ya vile unaangalia. Unaona badala kuangalia wadada uso, unawaangalia sehemu sio za kuangaliwa sana, na umekaa tu hivi karibu na sumba. Unaenda kwa baba unamwambia kuna kitu inaendelea. Una confess to a father. Bwana asifiwe sana. Iniquity itakuongoza upende dhambi za kweli. Kwa hivyo ukiangalia dhambi unapenda sana, nenda uangalie utaipata iko kweli. Nataka niharakishe, niko na dakika. Nafaa kuwa tunaomba. Bwana asifiwe sana. So ndio uweze ku break through from iniquity. Lazima ustudy the past generation and your father's pattern of life.
I want to tell you, do not bank on where you are today. Go check your fathers. Like some of you, your fathers were doing well when they were 8. But they are not doing well today. He's saying you are likely, Satan will want you to commit errors and mistakes that he will use when he arrives there. He will not use them now, so you will not pray and you will not change. You will hate me. You will hate me. Sema pasa anatufonea sana. So ubiri tu mambo ingine kila siku. Shetani atataka ufanye vituko and you walk free. Alafu atangoja when you turn 50 after your birthday, Satan will knock. Ogawo na wikamo. Na wiyo. Sema na mbiyo. Na Satan no. What be the matter? It is our time. We have given you 50 lives. We are now dealing with you. Say, go in the name of Jesus. Hey, leave. Kesi yetu tumemaliza kufile. Because Satan works like a lawyer. That is where Satan catches men. Now, let's examine the case of Job. Wakati Shetani alifika mbele za Bwana, Job alikuwa ameenda, ni makosa sana kuchukosa kwenda kanisa. Hii tabia yenu ya kwenda kanisa kama mnaenda kusaidia Mungu. You don't know the cost. You people, you don't know. It's only that you have not treaded from spiritual dimensions and really looked at scriptures and understand what it is to miss a church. Maana Ayubu hiyo siku hakuwa. Alifanya tu kama Daudi. Hakuwa pia. When the sons of God were appearing, sijui alikuwa na job life hapo. Maybe alikuwa anaangalia new company alikuwa ameanzisha. That you don't understand, man of God, I cannot come because it's one of my companies in it today. And then Satan arrived. And they say, hey, have you seen Job? Because maybe God had also not seen them. Misa mtu Mungu amaramisha makuona nili. Kasema, yeah, but I don't mind the guy. Kwa jamani niliachana naye. Umemjengea ukuta vizuri. Lakini Job posed a question, an accusation. This is what Satan does. He uses accusation, iniquity, to establish accusation basis and build a case. Akauliza, do Job really love you in vain? You see? Job unataka kuniambia nakupenda tu bure kabisa. Ona nakupendi bure. Ukitaka kuprove toa hizo vitu, you are going to utaacha kunisifia hapa habari ya Job. Job was not available to say, Father, do not grant Satan the permission. That's why we make that prayer. Oh my Father, when watu wangapi mshaota mmepeleka kotini? 1. Ingia ndugu mkono. 2, 3, 4. 1, 2. Ingia mkono mzuri, shika chini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is say, if you have never seen yourself being taken to court, there are dimensions Satan has hidden from you. And you can't argue well. There are areas you need to argue out. It is those seasons you will know. You will pray this prayer. Father, the grant Satan is asking against me, do not grant it. The plea, the petition Satan has filed against me, do not grant them. Because you have known your case is going on. And mimi have gone to case na nikafungwa. Nimeenda kwa kesi kwa ndoto na nikafungwa. And I suffered. I've suffered. I never knew what was happening. I didn't have a pastor to teach me. He dream is not a dream. You appeared in a court, and because of lack of soulish wisdom, when your soul has wisdom, you will argue in that court. When your soul does not have wisdom, you will just watch like a fool. Umefungwa miaka 10, alafu unapelekwa tu. You will say no what? Because you will know the level of the wisdom in your soul by how you behave in your dreams. I'm not talking about knowing Bible.
I'm talking about what you really know, and your salvation is not reflected in the carnal realms. You understand it when you are sent in the realm of the spirit. It's when you are able to know whether you really have knowledge or you are flat. That is why you can fornicate in the dream, but you cannot fornicate here. That is to tell you that you have not overcome immorality yet. Because your subconscious is immoral. Your soul has not received the gospel. Thou shalt not commit adultery. That gospel is in your mind. It's not in your soul. The day that gospel will enter your soul, you reject. Even in the dream, you say, I'm born again. I don't commit sexual sin. Are you with me? You will say, I'm born again. But since you are not presenting any argument in your dream, you are just there like a expensive mtazamaji. I lose. Munisikizi. Umeangalia tu mbele. Nisiangalie macho. Hii inaogeria kabisa. Bwana sifiwe sana. Your dreams zinakwambia the level of salvation you have. The level of salvation you have is in the dimension of the soul transformed. You are saved. You are getting saved. You will be saved. Can I explain? Uliokoka, unaokoka, utaokoka. Ile siku ulikubali Yesu kuwa mwana wa Mungu, Yesu kuwa Bwana, ukaconfess Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uliokoka spirit yako. Kila siku injili ya Yesu Kristo inafikia nafsi yako, sio akili. Maana watu wengi mnakuja kanisa na mfunguangi nafsi, umekuja saa 5, utafungua nafsi ngapi? Tulikuja hapa saa 12. We have found positions that we are not ministering from flesh. I'm not teaching 5 points of becoming wealthy. No. I'm teaching mystery in the realms of the spirit. You cannot comprehend them with this carnal mind. And for your soul, your spirit, to be able to capture and transfer the data to your soul, you need to have a posture in the realm of the spirit, so that the gospel, you receive it. That's when you are being a Apostle Selman, but there's no single thing you know which Selman taught. So you are fake. But whatever Selman has ever taught, he has never entered your spirit. Because your spirit cannot receive. And I release 200 kilowatts. Where were the 10 kilowatts? You will scatter. God cannot allow you to receive that voltage. It will kill you. You can't receive it. You don't have, a lot of people, they don't have a capacity to listen to Selman. I tell you. You don't have. The problem is not Selman, it's you. The lifestyle you are living, you can't receive. That revelation is heavy. So heavy. Any injili ambayo ingii kwa nafsi haina faida kwa mkulaji. The same kukula na kuhara. Injili ikiingia kwa nafsi yako inakuwa saved by dimension of wisdom. So unakuwa transformed. Tuko pamoja? Ukishabadilishwa, unaingia another level of saved, the salvation. Vile unaendelea kuwa saved, ndio utakuwa saved. Lakini wale watu waliokoka, alafu they have not continued to be saved. What has he continued salvation need transformation by the word of God. Wajakuwa transform. What will happen is that hawataweza kuendure to the head. Kwa hivyo because they cannot endure mpaka mwisho, they will not be saved. Tunaelewana? Umenishika sasa? That's why ukiota ukokotini, if your spirit, your soul has intelligence, you will discover you even project yourself and say, your honor, according to the word of God, imesema ya kwamba kwa damu ya Yesu nimesamehewa. Hii kesi yangu na inaapili to the seat of mercy seat. Naomba kesi yangu itolewe hii koti ya hukumu na ipelekwe koti ya huruma. Kwa hivyo mimi naomba kuonewa huruma. Hiyo ndio maombi tulikuwa tunaomba hapa asubuhi. Naomba nionewe huruma. Mambo nilifanya, lakini naomba nisihukumiwe kulingana na matendo yangu. Nihukumiwe kulingana na huruma, na gharama yoyote iko, damu ya Yesu inatosha. Imelipa. Kwa hivyo shetani atakosa sababu tosha ya kesi yake. Kesi ya shetani withdraw case. Alafu utaenda free.
That's why shetani anapeleka watu kotini. Anasema hawa watu hawafai kutajirika. Ni wezi wa tithe. Hawa watu hawafai kukua na ndoa mzuri. Walifanya usharati. Huyu alibreak asijana virginity. Na hao kasijana alibreak virginity. Hakukaoa. Sababu ya ukabreak virginity kandaranda huko. Hiyo ni kesi tuko naye na ndio tumesimama tunapinga yeye kuoa. Sasa wewe hauko in the realm of the spirit kuelewa kesi yako. Ile kesi iko. Unakaa tu hapa kusema hallelujah. Thank you Jesus. Tunakuombea, kuna kitu maombi inaenda. Ni ile siku Bwana atatusaidia kwa Roho Mtakatifu tukuombee kulingana na knowledge. Tukutishie mercy. Na tufanye mtu sasa, mtu akishahukumiwa afanyangi uwezo kufanya declaration prayers ati I bind every power every witch. Hata hii maombi ya breakout, I break out from prison. Hiyo maombi hata ukitoroka utarudisha. You are a criminal, that is wanted. Kuna hivyo nilikuwa naimba tukicheza basketball ya reggae. You are a wanted man running away from the policemen. They want to charge you for murder, shooting DJs. We used to sing back in high school. Tukicheza basketball. It's a very good legal song. Ambia wewe ni wanted. You are a wanted man. There are people prayer. Father, we plead for mercy. You are wanted man. You need to file that case well. You ran out, but if you have run out, tulifanya maombi hapa mpaka ukatoroka. Hiyo siku umetoroka. Make sure tukienda nyumbani you come back here and go to court. Say, Father, I appear before the court of mercy. I've escaped. Because the Bible said there shall be those who escape. But Father, I come before mercy seat. I confess it is true. That's why David alisema, wale tulikuwa hapa asubuhi sina masaa kuwasomea sababu ya masaa. Alisema ya kwamba you desire the truth and your wisdom. Hii wisdom ndio inaweza ni wisdom inakusaidia kujua kwamba ni mambo magani yako yamewekwa. Haya mambo ndio unasema ya kwamba kulingana na wisdom I've discovered. Daudi anasema kulingana na wisdom I've discovered in sin my mother conceived me. Kwa hivyo we are lineage of iniquity. So this iniquity does not start with me. The same statement was made by Elijah. He told God, I'm not better than my fathers. So the matters I'm dealing with is not my case alone. It's a case of bloodline. I present my case to the throne of mercy and I come with the confidence. Maandiko nasema tusongee mbele ya kiti cha Bwana na ujasiri kwa sababu ya damu ya Yesu. Kwa hivyo tukuji na kuhukumika na huzuni, tunakuja na ujasiri because we know there is a blood that speaks better. Shetani anapoongea anasema uteseke milele. Shetani anapoongea anasema uishi kwa shida. Shetani anapoongea anasema usije ukaiona mwangazo wa maisha. Lakini damu ya Yesu inasema umesamehewa. Unakuja na hiyo. Nasoma maandiko yanasema kwamba argue your case. Argue your case. One time I was praying for a man and his life was a mess. He was a member of parliament. Na akaekelewa kesi ya attempting to kill the president of their nation. So he went to run from the nation. He came to this nation, and when he was in this nation, he encountered he had gotten saved, but he was praying, and we prayed. There was no breakthrough. We prayed. We prayed. There was mapepo ilienda, lakini kuna mashida ilikataa kwenda. So wakiomba, Roho Mtakatifu akawa convince kwa kuja kwa ofisi yangu anieleze maisha yao yote. Ndio akaniambia mimi kabla niokoke I was a rebel. The people we have killed. Okay. So nikajua ya kwamba wanataka kumweka ndani. So I don't know, I was talking with Apostle Pamela in the process of time. And Apostle Pamela akaniambia, huyu mtu naombea, wacha kumwombea.
amisha kesi. She taught me and made me go search scriptures. Amisha kesi yake kwa koti za hiyo inji, muipeleke kwa koti ya Bwana. And he came. I told him, come. I've known how we are going to settle this matter. He was stuck here. His life could not move an inch. Alikuwa ameacha hiyo mambo, akakuwa mtu mzuri, akatubu dhambi na akaokoka. Lakini kuna makesi. Akakuja, nikampigisha prayer. Kamwelekeza kwa maombi, confession, vile atasema, tukaomba na nikamwombea. After around 2 months, 3 months, mlango wake wa kutoka kwa inchi ukafunguka. Angetoka hii inchi, kwa sababu wakiangalia kwa system ameshtakiwa. Hakuna inchi anaweza enda. Ile inchi alitamani kwenda, angeenda. Sasa after that prayer, mlango wake ukafunguka. Akapewa nafasi ya kuomba visa. Na baadaye Mungu akasaidia kavuka kule. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unaelewa? Iniquity inafanya mtu anajipata anafanya vitu kwa njia fulani, na inamfanya mpaka anakuwa na certain thoughts, way of thoughts. Watu wengine wako na way of thought ya failure kwa njia ambayo ni so corrosive. Impossibility. Hakuna njia ya kuangalia to the salvation, anaangalia to the complete fallen state. Haya mambo yote ni kwa sababu iniquity has found dominion over that person's life, and it is overbearing with that person an awareness na kwamba hii jambo limekuwa na overbearing. That's why kwa mfano mtu akifanya dhambi na hayuko careful, na ni mtu kwa mfano wanaishi hapa mbele, utaona kitu ya kwanza atafanya, ataanza kuhama mpaka pale nyuma, atarudi kwa hapa mbele. The sin is dealing with him. It has changed the way of his mind. Hivyo ndio ilifanyika kwa Adamu na Hawa. Walipofanya dhambi, maandiko yanasema alichukua matawi akajificha. Hakuna mtu aliwaambia wako uchi. It changed the way they see things. Iniquity inabadilisha vile mtu anaona mambo. Inawekea mtu impossibility. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Niko na pointi 5 nitasoma kweli. Wakati Sauli alipofanya dhambi kinyume na Gibeoni, ilikaa miaka 17. Baada ya miaka 17, iniquity ya Sauli ilikainuka, ikaanza kuleta kiangazi kwa wana wa Israeli. Daudi alisaidika na kuinquire from God. Ni iniquity ilifanya inji iwe na kukauka. Iniquity can cause a life of a man to go to dry. Na utaelewa nini imekausha maisha yako. Unakuwa ni mtu mzuri, tunaombanga na wewe hapa, tunakesha na wewe hapa, lakini kumbe kuna iniquity, iniquity za maisha yako zimeanza kukacha. Kesi imewekwa na imesimama. Niliwapea issue ya David. Na iniquity inafanya mtu anakuwa mateka ambaye wa mtu hodari. Shetani, mtu yoyote ako na iniquity na ameshika mtu kutupitia iniquity, huyo mtu kwa mikono ya shetani anakuanga hodari. Ndio sababu Isaya 49 mstari wa 25 media, kama utaweza kwa haraka, maandiko yanasema ya kwamba can the captive of mighty be set free? Media quickly. Isaiah 49:25. Nataka tuombe maybe 5 minutes, because kuna vitu mbili the Lord put in my spirit I want to do today. Isaiah 49:25. Quickly, please. But thus says the Lord, even the captive of the mighty shall be taken away, and prey of the terrible be delivered. Kwa hivyo kuna captive of the mighty, yani mateka walio hodari, na kuna watu maishani ni mateka walio hodari. Hata watu wameombea hiyo kesi imekataa, kwa sababu washika mateka ni hodari. Maandiko nasikana the prey and the prey of the terrible be delivered, for I will contend with whom will contend with you. Angalia the word contentment. What system God will use to deliver the captive of the mighty and the prey is only by contenting. And I will save
your children. You shall see salvation today. In the name of Jesus. Mara nyingi watu wakitrespass wanaweza jipata wameingia kwa iniquity kwa sababu ya posture ya moyo. That's why you need to be careful with the postures of your heart. Wanasifiwe sana. Wakati Amnon aliposhikwa na upendo ambao ueleweki, alijipata amependa Tamar in a way you cannot explain. Amependa dada yake. Na dakika ya mwisho alifanya mada ingie. Na kwa sababu Daudi alikuwa baba fani, he never rebuked his children. He never handled this case well. And this case now ended up reflecting again. Amnon aliingia katika iniquity ya incest because dada yake, maandiko yanasema alijichukia kuliko vile alijipenda. Na Amnon alimchukia kuliko vile alimpenda. Na dada yake alimwambia tafadhali ungeniua. Kwa sababu ukiwa mbikira Israeli na unajiziwe, umepoteza value yako. Ni vile siku hizi we don't treasure purity on women. But if there is something the Bible really treasures is purity on women. That's why maandiko yanasema priest should marry a pure girl. That's why I always encourage sisters here, stay pure. Wacha imambo ya kila mtu anaruka juu ya baiskeli yako. Elewa hivi, Mungu atasamehe kila dhambi. Ile dhambi itasamehewa ni kusin against the Holy Spirit. Lakini shetani atakeep accusing you before God. And these are the worst dangers of iniquity. Shetani atakeep filing and filing that case. And if you ever be given a chance, be released to execute judgment on you, Satan will not deal with you well. Atameso. Watu wengi ambao ni watu wazuri, maisha yao iko mikononi mwa shetani, aki-execute judgment. Because those people, they are living in sin. And I want you to stand on your feet because I don't have time. Nataka usimame na miguu yako. Nataka kwa dakika 2 kabla niombe, kwa sababu naenda kuomba na Bwana aliniambia kutaenda kuwa na mighty deliverance juu ya maisha ya watu. Ya pili, kutaenda kuwa na mighty deliverance against witchcraft, chain of witchcraft over your life. I want you to go before the Lord 1 minute. I want you to open your heart. Uwezo ukadina iniquity na closed heart. Let me see whether I'll find that scripture in Zaburi 51 mstari wa pale chini. Let me see whether I'll be able to find the scripture while we are standing. Psalms 51. You do not desire sacrifice, or would you offer one? I would offer one. You do not want burnt offering, but the sacrifice you desire is broken heart. Dhabihu unayotamani ni moyo uliovunjika. You will not reject a broken and repentant heart, oh God. Hautakataa moyo uliovunjika na umejaa toba. Look with favor on Zion and help her. Rebuild the walls of Jerusalem. Muangalie Zayoni na huruma na umujenge. Ujenge kuta za Jerusalem. Angalia Zayoni na huruma na umusaidie. Jenga makuta ya Jerusalem. Then you will be pleased with sacrifice and offering in the right spirit. Na basi utafurahishwa na dhabihu. That's why kuna watu wameinua sacrifice over their case and nothing happened. Wakaita pastor mkora. Pastor sio mkora. Your case can't be settled with sacrifice. Ni kesi ya kudeal with the heart of what Satan has placed
unamnyang'anya shetani privilege, unamuexpose, una open your heart to Jesus. Ambia Yesu, this is me. Because hata ukikaa hivyo utajipata ya kwamba you are still going to have that deeply rooted corruption. But if you confess it, it will go. I was so blessed by one woman came to my office some times back. She's not a member of this church, so you don't need to worry about it. Na akanieleza vile she lived in immorality. Now, the way she explained to me, I was able to know it's not a, because ni rahisi mwanaume kulipa lodging mfanye usharati, lakini mwanamke kulipa lodging mkafanya usharati, na sio na mwanaume mmoja, sio na wanaume wawili, sio na wanaume na tatu, ya kwamba karibu kila wiki analipa hoteli mara mbili ya kukutana na wanaume tofauti. What are you feeding? Kuna deeply rooted corruption imewekwa pale, na shetani anataka ukae ndani, kwa sababu kuna mambo anataka kusimamisha. Ana file case, kila siku mnaenda kwa hoteli, anapiga picha, anaweka tu. Siku anaapia kotini, anasema unaona huyu amevunja ngoma 5, these 5 homes huyu amevunja, hawezi akakuwa na bomba. Mungu unasema wewe ni mwenye haki. Where is justice? So huyu mtu atang'ang'ana kuwaijenga boma, mutamwekelea mikono, mutampaka mafuta, hata ataleta ng'ombe hapa kwa kanisa, alafu ataenda nyumbani bila ng'ombe, anitange pasta mkono, mnyang'anya ng'ombe. Hii kesi lazima iondolewe. Aende mbele za Bwana aliye, Lord, I plead for mercy. I confess I have broken 5 homes. Father, do not judge me according to my works, but judge me by your tender mercies and your unfailing love. Don't look at me at how I have done. Look at what Jesus did on the cross. It's the only thing I have. I have nothing else. I have nothing I can say, but I can only plead for mercy. Show me mercy. Show me mercy. Show me mercy. Even if you never marry, your children will have marriages. They might say we have removed it from the next generation. You will not have marriage. Maandiko yanasema in the book of Joshua, Biblia inasema, je, si hii ni tawi imetolewa kwa moto? Kwa hivyo kumaanisha kwamba Joshua alikuwa amepitia fire. Time ya fire ilikuwa imeisha. Kuna vitu ambayo fire itaenda through the course. The price of iniquity will go complete. That's why kuna watu ambao, let me tell you this, they will go to heaven, but there are things they will not see in this world. Unless they really embark on a prayer and interact with God and maybe find a way to touch his heart. But if they seek God, one of the major things that will happen in their life, this thing will not go to the next generation. It will end with them. They would have paid the price. And the next generation will find a fresh life that the price has been paid. David prayed. And God told him, because we have a relationship, I'm going to forgive you. Utaishi kwa upanga. Haya ndio mambo nitaweka. Utaishi kwa upanga. Na nakupenda. Sijaacha kukupenda. Nakupenda. Lakini utaishi kwa upanga. Daudi akarudi msituni vita. Hakutakosekana mtu wako anaishi maugonjwa fani anatembea na mkokojo, analema, hakutakosekana bastard. Mtu anatabia ya wasimu. Na akamwambia sitavunja ufalme wakati huo because of relationship. Sulemani akaja akafanya dhambi zake. Mungu akamwambia sababu ya baba yako
Sitaharibu ufalme sasa huu, lakini huko mbele haitasimama hivi. Ndio igawanyika Rehoboam na Jeroboam, Juda na Israeli. Hii kugawanyika ni product ya iniquity. It was not in the agenda of God. One family ikafuata idolatry. Ukisoma Biblia utashangaa na vile Biblia inasema, nayo Zimri akafanya dhambi kama baba yake ya kuabudu mizimu. You will understand sin is in bloodline. The pattern is bloodline. Lift up your two hands and talk to the Father. Ask God to cleanse you from every bloodline iniquity. Father, we surrender. Kijito cha utakaso damu ya Yesu. Nizame kuoshwa na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Nizame kuoshwa na msifu Bwana, kwa hiyo Father, we surrender to the Holy Spirit. We repent our iniquity, our perversions, our errors, zile mauovu tumekaa ndani yake. Baba, siku ya leo tunakiri mahali ambapo tujasimama kulingana na neno, mahali ambapo tunakaa kwa uovu. Baba, siku ya leo tuna confess. I confess and I plead for mercy. I plead for mercy. Naomba huruma ikashuke hapa, na neema ya Yesu na damu ya Yesu ikashuke hapa. Baba, naomba katika jina la Yesu makesi yakaondolewe. Kama kuhani naleta hawa wapendwa wote, wana hawa wa huduma hii na waleta katika kiti cha rehema. Katika kiti cha rehema naleta kila mmoja aliye na kesi. Maisha yake yanapitia mateso kwa sababu kesi iliamuliwa. Makosa yake yalisimamishwa na makesi ikaamuliwa. Mateso yakasema awekwe kwa moto. Baba, naomba leo malaika waachiliwe na watu kesi siondolewe. Kwa damu ya Yesu tunaisimamisha, damu ya msalaba mbele za Baba. Damu inaonena wema kuliko sauti ya makosa yetu. Damu inaonena wema kuliko sauti ya wastaki wetu. Baba, watu wameshtakiwa, wengine shetani amewakamata, amewaweka uovu wa dhambi wasije wakatoka kwa hizo dhambi, lakini leo kwa jina la Yesu nasema mateka waachiliwe. Nasema mateka waachiliwe. Nasema mateka waachiliwe kwa sababu ya damu ya Yesu. Nasema malango ifunguke. Malango ifunguke. Malango ifunguke. Malango ifunguke. Malango ifunguke na mateka waachiliwe. Waliowindwa waachiliwe. Wamwindo waachiliwe. Mawindo waliowindwa, wanaowindwa waachiliwe katika jina la Yesu. Rapando babosapa leka parabagada ya palabasanda bagada reka parapasato zanda baganda elabazika baganda ripata ya bazenda. Nasema mateka waachiliwe. Nasema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu repata labasanda lipando babosapa, kwa damu ya Yesu malango ya jela ifunguke. Yeyote akiuliza nani aliyepatia ruhusa aonyeshe damu ya msalaba, damu ya Yesu. Nasema waachiliwe wale wanateseka kwa umasikini, wanaoteseka kwa maradhi, wanaoteseka kwa magonjwa, wanaoteseka kwa maisha, wanaoteseka kwa mahali tofauti. Leo kwa damu ya Yesu nasema malango ya jela, malango ya mapango, malango ya achiliwe. Era maganda rapando babosapa lika parakata epalabasanda. Mapepo, misimu, nguvu za giza ziliopewa watu ziwachunge wasije wakaenda huru. Hii nguvu za giza nasema muondoke kwa watu, muondoke sasa, maana wakati wenu umeisha. Wakati wenu umeisha. Wakati wenu umeisha kuwakalia hao watu, kuwatesa hao watu. Ninaamurisha every demon that is a slave master, every demon that is a slave
slave master, lose that person. Lose her now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Shaparabagada bagada. Leparabazika bagada. Yamalubala baganda baganda. Rakataka prokosa parate. Legedegede baragadagada. Yemaluba sanda bagada. Rakataka prokosa. Liparabazonda bagada. Yapalabazika baganda. Yapapale baganda. I say the blood of Jesus. By that blood, let the accuser be silenced. Let the case be withdrawn. Now in the mighty name of Jesus Christ. Kila faili ambazo zilikuwa zimefailiwa kinyume na washirika wa hili kanisa, ninasema siondolewe. Nasema siondolewe. Hizo kesi zinaondolewa. Wewe uliyekewa kesi ya kuteseka milele, ninasema hakuna kuteseka tena. Ndio hiyo Roho Mtakatifu, ndio hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu, ndio hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu inakunyanyua. Minyororo inafunguka kwa jina la Yesu. Uchawi uliokuwa umetengenezwa kinyume na maisha yako, hiyo uchawi unaangamia, inaangamia sasa. Rapando babo shaparabaganda lekaparabaganda yepalabashanda. Every witchcraft is rendered impotent. Uchawi unaishiwa na nguvu. Uchawi uliokuwa unatumika kama system ya kuenslave wale wachawi, shetani alikupeana kwa mikono yao, ninakunyanyua kwa mikono yao. Ela baganda ragada baganda, wale waganga walikuwa umepeanwa kwao, unatesekea kwa mikono yao, ninakunyanyua pale, ninakunyanyua pale. Yanda baganda rika ya baganda reketete palata shanda baganda. Somebody lift up your voice and pray. Lift up your voice and receive the freedom of God. Inua mikono yako, inua sauti yako, pokea uhuru wa Bwana, pokea ukombozi wa Bwana. Sehemu yoyote ya maisha yako ilikuwa imenaswa, ninasema iwe huru, nasema iwe huru, nasema iwe huru, nasema iwe huru. Chochote shetani alikamata, nasema iwe huru. Shata parakata. Na achilia the fire of the Holy Ghost in the sanctuary, the fire of the Holy Ghost in the sanctuary. Let every captive be free. Nasema captive be made free in the name of Jesus. Holy Spirit move, Holy Spirit move, Holy Spirit move. Ninaondoa kesi kwa anga za watu. Naondoa kesi iliyowekwa juu yako. Naondoa kesi iliyowekwa juu yako. Nasimama kwa anga yako kama kuhani. Ninasimama kwa anga yako kama kuhani. Ninaondoa hiyo kesi. Hiyo kesi uliyekewa. Hiyo kesi uliyekewa. Ninaiondoa. 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 Ninakutoa jela. Rapanda bababo. Ninavunja misingi ya jela. Ninavunja misingi ya jela na minyororo ya jela kwa jina la Yesu. Rete palabasanda. Sanda baganda. Ripando babo. Saga palabaganda. Rikaya baganda, palabasanda. By the blood, by the blood. Naweka alama ya damu juu ya maisha yako. Unapotembea huru, hautarudishwa tena. Wewe sio uliyekamatwa, wewe sio uliyetoroka. Sasa uko huru kwa jina la Yesu. Nasema 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 uko huru kwa jina la Yesu. Somebody declare, I am free. Niko huru. Rapando babo shaparabaganda. By the blood of Jesus, declare you are free. Declare you are free. Declare you are free. Walk out from the dungeons. Rata palabaganda. Begin to walk out. Begin to walk out. Begin to walk out. Anza kutembea nuruni mwa Bwana. Anza kutembea kwa damu ya Yesu. Anza kutembea kwa jina la Yesu. Anza kuexercise mikono yako sasa. Anza kupokea baraka za Bwana. Anza kutembea ukielekea kwa hatima yako. You will not be slave of the enemy. Salabazendaba ripando babosapa lika paragata zanda baganda riko palabasanda zenda bayanda riponde bazika baganda. We give you praise, we give you glory, we give you honor. Let the men and women in this house be free. What ones to experience the freedom of God. Sasa, by the help of the Holy Ghost, now, by the help of the Holy Ghost, now, by the help of the Holy Ghost, ile sehemu ilikuwa imenaswa, ndio hiyo inaachiliwa, ndio hiyo inaachiliwa, ndio hiyo inaachiliwa, ndio hiyo inaachiliwa. Moto ndio hiyo, moto ndio hiyo, moto wa Roho Mtakatifu. Dada unakuwa huru, dada nakutangazia huru, utaolewa kwa jina la Yesu. Ndugu utaoa kwa jina la Yesu.
Yesu utafanikiwa kwa jina la Yesu. Ninatangaza utafanikiwa. Nimevunja kesi yako, nimevunja kifungo kwa damu ya Yesu. Kifungo chako nimekivunja kwa jina la Yesu. Ninasimama kwa haya madhabahu kama kuhani. Oh ya baganda rakataka prokosa. Who stands before God because of men? I stand before God because of you in the name of Jesus, and by the blood of Jesus I declare you free. Walishika tumbo yako rakataka prokosa rakaprokota kapa legedegede balagada shando bagada bagada rakataka prokosa lipareta paletai lagia bagando shanda bagata reketeke pando. Kwa hiyo tumbo naweka moto, kwa hiyo tumbo naweka moto, 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 naweka moto. Fire, fire, Holy Ghost, 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 Holy Ghost. Shaparagadagada liparabasenda baganda. Walishika mikono yako, kwa hiyo mikono na achilia moto, kwa hiyo mikono na achilia moto, kwa hiyo mikono na achilia moto, kwa hiyo mikono na achilia moto. Walikamata mikono, ninaachilia mikono yako. Moto ndio hiyo, moto ndio hiyo, moto ndio hiyo. Kutoka leo utapata pesa, kesi yako imeondolewa. Ninakwambia na wewe enda na usirudie uovu, enda na usirudie mabaya kwa jina la Yesu. Salabaganda. Walishika your destiny, walishika nyota yako, walishika nyota yako. Nasema uachiliwe kutoka sasa, anza kung'aa. Walishika maisha yako, ni nafasi zako zilifungwa, hakuna mahali ungeenda. Baada ya sasa utaenda mali. Ninasema pata uwezo, pata vyeti kwa jina la Yesu. Vyeti ndio hiyo, cheti cha kwenda mali, cheti cha kufanikiwa, cheti cha kuoa na kuolewa, cheti cha kuanzisha kampuni yako, cheti cha kupata kazi, cheti cha kupata pesa, cheti cha kufanikiwa kimaisha. Ndio hicho nakupatia, ambao ni damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, ambao ni cheti tosha, ambao ni cheti tosha. Yeyote atakuuliza produce the blood of Jesus, yeyote ataleta nyokonyoko, produce the evidence of the power of freedom by the blood. Maana imeandikwa damu ya Yesu inanena mema. Let the voice, let the voice, let the voice, let the voice, let the voice of the blood of Jesus be over your life. Every other voice a liar, every other voice is a liar, every other voice is a liar. The voice of poverty, the sauti ya umaskini, sauti ya umaskini, I silence that voice, I silence that voice. The voice of non-entity, rataka prokosa, liparapakata, yakabagadagada, ragadagabalagada. Somebody pray, somebody pray, pray. We have 1 more minute, we have 1 minute, we have 1 more, we have 1 more minute. Shedebedegadagada, lego barabagadabagada, shaparabagada. We have 1 more minute, we have 1 more minute. Shapalatalabagata, shakapalagatakapa. I license you to excel, I license you to marry, I license you to get married, I license you for promotion, I license you for success by the blood of Jesus. Selebaragada. Oh yes. Salabaradadada. Epalabasanda. Zando bagada. Rakataka prokosa. Zalabaganda. Ilebosi paratos kama. Saidie. Bwana Yesu nisaidie. Bwana Yesu saidie. Bwana Yesu nisaidie. Bwana Yesu nisaidie. Maishani mwangu nisaidie. Bwana Yesu. Bwana Yesu nisaidie. Bwana Yesu nisaidie. Nishinde kesi nisaidie. Nifanikiwe. Nisaidie, niwezi peke nisaidie, Bwana wangu, Bwana Yesu nisaidie, nisaidie, Baba mwema nisaidie.
nisaidie, nivuke ng'ambo, nisaidie, Bwana Bwana. Vita vyangu bila wewe nitashindwa, nisaidie. Bwana Yesu nisaidie, nisaidie, Baba yangu nisaidie, Baba yangu, Bwana Yesu nisaidie, Bwana nisaidie, ing'are tena nisaidie, Bwana Yesu. Dhambi yangu, makosa yangu unioshe, nisaidie, nisaidie. Tesi wangu wanyamaze, nisaidie, Bwana Bwana. Maishani sitaweza bila wewe, nisaidie. Mwenye nguvu na uweza, nisaidie, ninakulilia. Nisaidie, Bwana wangu, nisaidie, ninakuomba. Yesu nisaidie, Bwana nisaidie, nipate ndoa, nisaidie, nipate kazi. Nisaidie, nipate pesa, nisaidie, watoto wangu. Wanaoniwinda ni wengi sana, nisaidie, niwashinde Yesu. Nisaidie, Baba yangu, nisaidie, ninakuomba. Aibu yangu iniache, aibu yangu iondolewe. Nisaidie, fanya mtu, nisaidie, niheshimike Baba. Bwana wangu, piganie vita vyangu, nipiganie, siwezi peke yangu. Aya, uovu wangu ushinde, nisaidie, moyoni mwangu. Lakini badabaganda babu, shaparabaganda, salaba, kimbilio, msaada wangu ni wewe Bwana, nisaidie. Ratabayagabagando, shapalabazikabaganda, rakata, mahali pangu pa kujificha ni wewe Bwana, nisaidie. Shelelelelele bagadagada, shaponde bagadabagada bagado, kwa damu yako nitaokoka, kwa damu yako nitapona. Shelegalagadia,
Usiyelala Bwana. Somebody sing our songs of prayer. Shalabagando, Soparabagando. Nisaidie, nipate nafasi zaidi ya maisha. Ulisaidia Daudi na wengine zaidi hata na mimi. Shalabagando, rapando maboso. Nisaidie, nijenge maisha zaidi ya Bwana Yesu. Mawazo yangu na moyo wangu nisaidie, nikupende wewe. Rapando maboso. Salabagando bagada bagada bagada. Nisaidie, nitende mema, nisaidie, niishi kwako. Bwana, Bwana, nisaidie, nishinde dhambi na uovu. Nisaidie Bwana. Shilabaganda. Zopalabagando bagada bagada. Nisaidie, nikupende kwa moyo wangu. Nisaidie Bwana. Nisaidie, nishinde uovu. Nisaidie, nyumbani kwetu. Shalabagando, rapando babosa. Zagabaganda, leko pato shapa, zanda bayanda, rakatoko shapalabaganda, zadabaganda, repote baboshapa, zika palobaganda, rakataka prokosa, zando bagada 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 bagada, lo parapatende belebele seda, li parabasoka baganda, shagabaganda. Nisaidie na mwanzo mpya wa maisha siku ya leo. Bwana, nisaidie, nihesabiwe waliofanikiwa wakihesabiwa. Bwana, nisaidie kwa wachungaji, nisaidie nikutumikie. Bwana, nisaidie nyumbani kwetu, nisaidie mama na baba. Oh yeah. Shalabaganda, nyumbani kwetu hakuna mtu, ni peke yangu nimebaki. Bwana, shalabaganda babosa. Nisaidie, nione mema maishani. Nisaidie. Bwana Yesu, nisaidie. Oya baganda. Nasoni mwambie Bwana akusaidie. Ufanyike baraka kwenyu. Mwambie Bwana akusaidie ufanyike baraka kwa baba yako na mama yako. Mwambie akusaidie tu ufanyike nguzo ya kubadilishia mtu maisha. Oh my Lord and my God, my hope and my salvation. Zata parabaganda, palabashanda, zogabalabaganda. Nafikia Bwana Yesu, nafikia Bwana Yesu.
Father, you are my Lord and my God. Have mercy upon me by your tender love, by your unfailing love, and your tender mercies. Turn the story of this ministry around. Turn the story of somebody around today. Turn the story, my Lord. Turn someone's story. We give you praise. We give you praise. We give you praise. We give you glory. In Jesus' mighty name. So everybody be on your feet as I pray. This is what I see in the realm of the Spirit. I see dead scorpion in the feet of man. I see that. I want you to do this prophetically. I want you to step prophetically. I want you to step prophetically. I want you to take a prophetic action. I want you to crush every scorpion. Because I see them dead, but not crushed. Prophetically crush them. As you are crushing them, your life is taking a shift. Things that have manipulated your life, they will never be seen anymore in your life. Vitu ambavyo vilikalia maisha yako havitaonekana tena. Watu ambao mlikuwa mnarukaruka amutembei because of fear in life, you are going to have advancement. Yani kuna watu umekuwa kazi yenu ni kurukaruka, hakuna kusonga, ni kurukaruka, ni hopping like grasshoppers. Maisha yako itaenda kuwa na movement. I decree and I declare, I prophesy movement. I speak light movement. I speak on movement with consistency. Ninaachilia kutembea ambako kuna mwelekeo. Watu wa kurukaruka wananga munga mwelekeo. I see your life having a direction after today. In Jesus' mighty name. Thank you, Holy Ghost. I want you to lift up your hands. I want you to begin to do this. This is a prophetic way of receiving. I want you to begin to receive. And as you receive, I want you in your spirit, you see what you are receiving. Close up your eyes. Funga macho yako. I want you to begin to see in the realm of the spirit who you receiving business. Nataka uone ukipokea biashara. Nataka uone ukipokea kazi. Nataka uone ukipokea mzee wako. Nataka uone ukipokea mke wako. Nataka uone ukipokea watoto. Nataka uone ukipokea maisha mapya. Nataka uone ukipokea wema wa Bwana. Nataka uone ukipokea ukuu kwa Bwana. Kwa sababu mikono yako sasa iko na uwezo wa kushika. Mikono yako iko na uwezo wa kwenda mbali na kuleta karibu. Wengine mnafanya hivi kama chura. Nasema inua mikono huku juu. Eka big circumference. Wacha kubehave kama chura. Eka mikono vizuri. Pokea kwa jina la Yesu. Rakataka prokusa. Leprekosi patayada. Ladesa venda bayanda. Angels are delivering gifts. Angels are delivering dimensions. Angels are delivering blessings. Angels are delivering possibilities. You will bear fruit. You will bear fruit. You will bear fruit. You will see your life where nobody has ever entered in your generation. You are entering where nobody has ever entered in your bloodline, because that error is corrected and the bloodline iniquity is forgiven and broken. Umehesabiwa, you are put, umewekwa kwa list ya wabarikiwa, unawekwa kwa list ya walioinuliwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, kwa jina la Yesu nafunika wapendwa na baraka hizi na damu ya Yesu. Nawafunika na anointing ya Holy Spirit. Tunafunika hii kanisa na damu ya Yesu. Tunafunika hii kanisa na the anointing of the Holy Spirit. Tunafunika hizi baraka tumepokea na the blood of Jesus. Tunazifunika na the anointing of the Holy. Wale wezi wanaiba usiku, wale wanaiba kwa barabara hawataziona. Wapendwa nawafunika na the anointing, nawafunika na the blessings of God, nawafunika na the goodness of God, nawafunika na the favor of God. Thank you, Holy Spirit. Na watangazo wabarikiwa now and forevermore. Go and excel. Go and do what you are failed to do. Go and do that you are not able to do. Go become that you are not able to become, because God has forgiven you. Your case has been changed in the name of Jesus Christ. Go and do what men thought you can never become. Go become it by this power in the name and in the blood of Jesus. Go and excel in Jesus' mighty name. Somebody say amen. Patia Yesu makofi tu mazuri ya sadaka ya shangwe. Celebrate the Lord Jesus. Celebrate him, celebrate him, celebrate him. Celebrate him, celebrate him, celebrate him. Celebrate him, celebrate him. You will begin to see things. Taanza kuona vitu ambavyo havikuwa pale. Utaona vitu ambavyo havijawahi kuwa kwenu. Watu watashangaa kukuona na vitu. Watu
watu watashangaa kukuona na vitu ambavyo hakutarajia. Niliwaambia siku ya kwanza kwenda na gari yangu nyumbani, nilienda nikaiegeza pale. Usiku baba akaja akapata kwa watu kumelala gari. Gari zote zimewailala kwetu zilikuanga za watu. Hiyo boma ilikuwa tangu Mungu aumbe dunia. Maana najua hata wale waliuzia baba hakuwa na gari. Kulikuwa hakujawahi lala gari ya mtu wa hiyo boma. Basi baba akaja akapata kuna gari KBS 665. Meongezwa pale, mimi nishalala. Kauliza mama, gari ni ya nani? Kaambiwa ni ya Gabriel. Akauliza alitoa wapi? Sasa mtu mwambie watu mpaka watauliza. Maana wawezi wakaamini hata wakiambiwa. Amen. Hallelujah. Wamekuja kutembea kwa biashara yako, wameangalia biashara, mpaka wamejishika mikono. Wanaona wanapokewa na secretary, wanamuuliza how can we help you? Alikuwa kuzoea kwa kianga kwa kuingianga kwa kioski yako kama mtu anaingia jikoni kujipakulia mandondo na ugali. Alikuwa amezoea kiingia kwa biashara zako, anakuona. Sasa anashangaa kuone. Anaambiwa ongojee boss yako na meeting, nimepiga simu, amesema anakuona. Anashangaa alikuwa amezoea kuingia kiolela olela. Bwana sifiwe. Anaulizwa hapo na hiyo msichana wa receptionist, coffee or tea or water? Anashangaa hapa ni kijana wangu ameajiriwa ama ni kwake? Aliniambia nije ofisini kwa kazi yake. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Pokea hizo baraka kwa sababu ni possible. Nasema pokea hizo baraka, ni possible. Ninakutangazia you become a blessing. Wewe utakuwa mbarikiwa, you become a blessing. For you to become a blessing, you be blessed. I prophesy to somebody, you will be a blessing. Not only to your father's house, utafanyika blessing to watu hujawahi ona. Kuna watu watashangilia Bwana ya kwamba mamako alizaa na akalea. Yani they will thank God because your mother gave birth. Because by your mother's birth you have received. Maandiko yanasema walipomwona Yesu wakasema abarikiwe mama ule huyu kijana aliyezaa kijana. Si watu wabariki mama yako pia kwa sababu mama yako alizaa na baba yako kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Patia makofi mazuri na koketi. Anybody